والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunapomzungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uchumi, lazima turejee katika sheria yetu ya dini ya Kiislamu, na tunaporejea katika sheria ya dini ya Kiislamu tunaikuta ilmu al-fiqh, na wanawazuoni wameigawanya ilmu al-fiqh kwenda katika vipengele vingi, lakini vipengele vikubwa muhimu ni vipengele viwili. Kuna fiqhul ibadat na kuna fiqhul muamalat. Fiqhi katika mambo ya kiibada na fiqhi katika matendeano ya kazi. Tunaposema fiqhi katika mambo ya kiibada, ni ile fiqhi inayoshughulikia alaqatu baina al-abdi wa rabbih, uhusiano ulioko baina ya mja na Mola wake. Lakini tunaposema fiqhul muamalat, ni ile ambayo inashughulikia alaqatu baina al-insan wa unasin akhari, uhusiano ulioko baina ya mwanadamu na watu wengine. Na hapa ndipo anapofundishwa Muislamu vipi ataamiliana na Waislamu wenzie na vipi ataamiliana na wale wasiokuwa Waislamu. Ukiamiliana vizuri na jamii, ndipo utakapoweza kutengeneza uchumi. Na ni lazima fikhi zote mbili hizi, ili uweze kujenga uchumi, uzifanye kwa usahihi. Tunapotumia lugha ya kufanya kwa usahihi katika mambo ya kiibada na mambo ya muamalati, huwa fi'lu ma yataallaqu bihi i'tidadu fi al-ibadat wa nufudhu fi al-muamalat, na ni kufanya yale mambo ambayo yatahesabika katika ibada na kupasishwa katika matendeano ya kazi, matendeano ya muamalat baina nas. Kwa ukifanya ibada vizuri, zitakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada hizo zitakupeleka katika uchamungu, na uchamungu kishakita katika moyo wako, utaamiliana vizuri na jamii, utajenga uchumi uliokuwa mzuri. Na tunapomzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam na uchumi, lazima tutambue kwamba dhana nzima ya uchumi imemezwa na biashara. Na ndio maana hii leo mtu anapokwenda kuvua samaki, lengo sio wale samaki, lengo apate samaki akawauze, ni biashara. Lakini anapokwenda katika migodi kwa ajili ya kuchimba dhahabu, lengo sio dhahabu, ni kuipata ile dhahabu auze, biashara. Lakini mkulima pia anapolima, akivuna yale mazao, lengo sio yale mazao, auze mazao yake, biashara. Lakini pia mtu anapojenga nyumba 2, 3 na kuendelea, hawezi kuishi katika nyumba zote, nyingine atapangisha, biashara. Na ndio maana tunasema dhana nzima ya uchumi imemezwa na biashara. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba, na akahalalisha Mwenyezi Mungu biashara na akaharamisha riba.
Sasa biashara ni nini? Wanaozuoni wanatuambia biashara huwa mubadalatu mali bimali ligharadhi tamaluki, napo ni kubadilishana mali kwa lengo la kumiliki. Mathalan, mtu anaweza akaja na dola akahitaji kutoka kwangu shilingi, kwa tunabadilishana, mimi nachukua kutoka kwake dola alafu mimi ninampa shilingi. Tumefanya biashara, yeye anamiliki dola na mimi ninakuwa nimemiliki shilingi za Tanzania. Lakini pia masala ya kibiashara yanaweza yakapatikana hata katika ijara, kukodishana, na hii ndiyo inayoitwa hiya mubadalatu mali bimanfaa ligharadhi tamaluki, ni kubadilishana mali kwa manufaa kwa lengo lile lile la kumiliki. Mimi ninamiliki nyumba, wewe utakuja kunipa mali, mimi nitamiliki mali, halafu mimi nitakupa nyumba, utamiliki manufaa. Yote haya yanafanyika kwa lengo la kukuza uchumi. Kwa tunapomzungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na uchumi, lazima turejee katika sheria ya dini ya Kiislamu. Ndio utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ibtaghu rizqa fi khabaya al-ardi, tafuteni riziki katika tumbo la ardhi. Ndio utaona leo wanakwenda migodini watu wanachimba dhahabu. Lengo ni nini? Ni kumiliki uchumi. Watu wanakwenda kule mashambani, wanamiliki mashamba, wanalima. Lengo ni kwa ajili ya kukuza uchumi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anapiga vita umaskini. Ndio utaona yule sahaba Saad ibn Abi Waqqas, wakati mgonjwa, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana dhumali, ewe Mtume wa Allah, mimi ni mtu mwenye mali na sioni wa kunirithi isipokuwa ni binti yangu mmoja tu. Afa atasaddaqa bi thuluthi mali, je, naruhusiwa kutoa theluthi mbili ya mali zangu? Mtume akamwambia hapana, huruhusiwi. Afa atasaddaqa bi shatri, naruhusiwa kutoa nusu? Mtume akamkatalia. Kisha akauliza afa atasaddaq bi thuluthihi, je, naruhusiwa kutoa theluthi yake? Mtume akamwambia athuluth, theluthi na kukubalia, wa thuluth kathir, lakini hata hiyo theluthi ni nyingi. Kisha Mtume akayafunga maneno yake akasema, antadhara warithataka aghnia, kuwaacha warithi wako hali ya kuwa wanamiliki uchumi, khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas, ni bora kuliko kuwaacha wakiwa maskini wanaoomba watu. Hii kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anachukia umaskini na anatutaka sisi tumiliki uchumi. Sasa ikiwa dhana nzima ya uchumi imemezwa na biashara, hivi hii leo ikikosekana amani katika nchi yetu, nani atatoka kwenda kufanya biashara? Mfano wa karibu tumeona tu hapa Kenya, walipoandamana wahuni walivamia kwenye maduka ya watu kwenye supermarket, wakaanza kupora bidhaa. Na ndio maana kauli mbiu yetu hii ni kujenga amani katika nchi yetu, na tujitokeze kwenda kupiga kura kumpa yule ambaye tunadhania atatunza amani ya nchi yetu. Amani ikivurugika, hivyo uchumi umefanya nini? Umevurugika. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie juu ya haya yote tunayoyaendea, na hasa katika kipindi kizito cha uchaguzi. Innahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Sheikh Abdul Jabbar, barakallahu fina. Na huyu ndio msemaji wa Sheikh wa mkoa wa Mwanza kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Naomba niendelee kutambulisha wageni wetu.